tuanze na hadithi moja kidogo kwamba fikiria mtu anao labda mbegu chache za mahindi. Zile mbegu chache za mahindi akaamua kwenda kuzipanda. Baada ya kuzipanda zile mbegu zitarudisha, atapata yani mazao mengi ya mahindi, na baada ya mwendelezo wa kule kupanda yale mahindi atajikuta amekusanya mahindi mengi, yani kama magunia kadha wa kadha. Lakini akiamua kuzishikilia zile mbegu chache za mahindi, mwisho wa siku zile mbegu atazitumia au zitaharibika, mwisho wa siku zitaisha kabisa. Kwa hiyo hakuna kitu atapata. Nataka nihusianishe mfano huu na fedha au hela, kwamba hela sio mayai kwamba unayatunza kukaa nayo mfukoni. Kadri unavyokaa na hela ndivyo unavyoilaza hela, na kwa kuwa matumizi matumizi yapo kila siku, mwisho wa siku utaenda kuimaliza hiyo hela na utakuja kudumbukia kwenye wimbi la umaskini. Nataka kumaanisha nini? Kwamba hela unatakiwa uiwekeze, hela izae hela nyingine, hela ilete hela nyingine, shilingi ilete shilingi nyingine. Utawekezaje? Kwenye biashara. Mfano kuagiza bidhaa kutoka China kuja Tanzania. Na mimi hapo nitakusaidia namna ya kuagiza bidhaa kutoka China kuja Tanzania. Lakini unaweza ukakutana na wataalamu wa kununua hisa, wakakuelekeza namna nzuri ya kununua hisa. Lakini vile vile kuna uwekezaji huu ambao yani tuseme riski yake ni kama imeshapigiwa hesabu. Kwa wewe ni kuweka hela yako, mwisho wa siku, mwisho wa mwezi unapiga faida zako. Kwa mfano mwekeza kule Voda, kuna ile tunaita Kibubu, Tigo Pesa au Yasi, lakini vile vile kuna ile ambayo mfuko wa uwekezaji wa pamoja wa serikali unaitwa UTT AMIS. Ndio hivyo. Ukitaka kutengeneza faida au ukitaka hela izae hela nyingine, hautakiwi kulalia hela, sio mayai. Na wewe kulalia hela hii ilitakiwa iwe kosa la kisheria, ihesabike kama kosa la kisheria. Wewe ulitakiwa ufunguliwe kesi kwa kutoa hela kwenye mzunguko. Kukaa na hela bila mzunguko ni kuilaza uchumi. Kwa hiyo na wewe inabidi tukuhesabu mkosaji wa kiuchumi, hivyo tu. Kwa hiyo hela tuizungushe. Wewe ni kijana unataka kutengeneza faida, kukaa na hela au nidhamu ya fedha sio kukaa na hela. Nidhamu ya fedha sio kukaa na hela. Hela inatakiwa izunguke, izae hela nyingine, na hapo ndipo utakapopata mafanikio.